Unataka kuniambia kanisa la Mungu, viongozi ambao wako soba wanaweza kuleta kanisa na kuliunganisha na madhehebu mengine katika imani moja? Na kitu ambacho kinasababisha wafanye hiyo ni kwa sababu wanaabudu a common God. Wanaabudu Mungu mmoja. Soma hiyo Revelation 14. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake. Kwa hiyo kanisa la kweli hawajatiwa unajisi na makanisa wanawake, makanisa mengine. Twende. Maana ni bikira. Ni bikira. Kwa hiyo kanisa lolote linadai ni kanisa la Mungu na limetiwa unajisi na makanisa mengine, wanafanya mikataba kwanza ni ya uongo. Wanadai kutangaza. Sasa niwaulize swali rahisi. Na mimi nasema mbele ya kamera na tutakuja na ushahidi wote. Tuko nazo. Utasemaje Babeli imeanguka Catholic na makanisa ya Sunday? Ile hali hao watu wa Sunday, mareverend babisho ndio wanachangia lesson za kanisa. Wameanguka aje? Shida hiyo. Unaweza ushahidi? Hao wa Katoliki tunasema wameanguka. Ndio wanachangia kuandika lesson ambazo Wasabato wanasoma leo kwa makanisa yao. Swali, imeanguka aje? Shida. Inamaanisha kuna mikataba imefanyika. Kwa hiyo hii SDA chini ya General Conference kwanza tukubalia nini? Haiwezi kuwa kanisa ya Mungu. Kanisa ya Mungu haijaungana na Babeli. Kanisa ya Mungu haijaondokea misingi ya kweli. Kanisa ya Mungu haijafanya mikataba na Roma. Kanisa la Mungu alishaingia katika ulimwengu na dunia. Kuja kudhibitisha. Tulisha swali. Leo utajuaje salvation yani? Utajuaje hiyo kanisa? Huko welfare ministry. Unajua watu wanatushangaa. Utawaliwa aje? Sasa hivi kutoka kwenye hiyo ni kanisa ya salvation yani utawaliwa aje? Kaenda Catholic, huko ni mama yako, baba yako wako. Ndugu zangu wako sana. Mimi nilitoka nikaingia SDA ndio. Nikidhania ndio kanisa ya Mungu. Nikajua kumbe ni sana nyingine. Angalia sasa. Leo wamepiga mpaka roho na bibi. Mtu asikudanganye. Fungua Bible ya mimi. Karibu. Wamepiga roho na bibi. Soma usikie. Okay, ministry. Kwa nini umepiga? Salvation and methods. Andika tu. Sasa kwa na hizi ni mada ambazo tunasikia hii ndio bado kanisa ya Mungu. Sasa itakuwaje kanisa ya Mungu ile hali imeasi na imetoka katika misingi hata roho na bibi? Dada White angekuwa hai leo, hawezi kujiunga na makanisa yaliyoko chini ya mfumo wa General Conference. Kwa nini? Kalia. Anasema hivi, uwapatie kitabu na page. Kitabu ambacho kinaitwa WM Welfare Ministry 251 Sikia. Anasema the Lord has marked out our way of working. Mungu ametuonyesha njia yetu ya kufanya kazi. As a people we are not, kama watu wa Mungu, as a people we are not to imitate and fall in the salvation and methods. Haitupaswi kuingiana na kuiga mitindo ya kanisa la Salvation yami. This is not the work that the Lord has given us to do. Hii sio kazi Mungu ametupatia tufanye. Leo ukiuliza Pathfinder March Adventurers man ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Si unaona tayari hiyo ni shida. Si unaona hiyo inaitwa new organization. Dada White na wale wanaitwa pioneers hawakuwa na hizo. Tayari wameingia Sunday, tayari wameleta mifumo ya Sunday, tayari wako na maji, tayari wako na bendera. Ndio unaona leo ukienda Sabato ukute ni Pathfinder Sabato. Tadhania huko Jamhuri Day. Tadhania huko Jamhuri Day. Na wacha taze, tumesema taze inaandaliwa. Tutaenda tunakuja. Kuja. Amesema wana hawa. Na topic ya kwanza tuna discuss taze. Hatuache hii. Kanisa ya Mungu gani anayeji walimu? Tukishajua kanisa ni gani, tuelewaneni kwanza. Hii mada hatuachi. Kubalieni hii mada hatuachi. Na kitu kingine tufanye mzee. Kama nyinyi ni wa kweli, alikeni washiriki wenu. Si wetu wako hapa. Sasa wakikuja wengi, alikeni wenu. Wahalite. Ambia washiriki wote mkutano uko hapa wakuje uone ni wakati watarudi na nyinyi hiyo siku. Ende wapie pasta tangaza washiriki wote siku ya Thursday
Ujeni kwa mkutano. Pastor hapo na sasa mwingine atakasa. Uone kama atadhubutu. Hiyo ndio siku kazi yake itaisha kwa ofisi kuu. Nitakwambia ukweli, hawezi kutangaza. Na kama ninasema uongo, katikati ya wiki wanasema wako na kazi wameshika, tuweke Sabato ama tuweke Sunday, tutakuja na tutafute hall kubwa. Hapa kuna hall kubwa, kama hakuna hiyo kubwa, tuambieni washiriki wa makanisa, situite washiriki, siku kwani tunaangalia hivi bwana, tunasazana, situambie washiriki fanyeni hivi, hii kanisa yetu maana ni kubwa. Sunday hii kuanzia saa 3 tuko na mjadala na Namukuje. Tuone ni wakati tutarudi hapo. Ikifika saa 11 jioni hiyo Sunday. Tuone ni wangapi watabaki hapo. Sawa? Sasa mama aliuliza swali. Kwa nini Mungu ameachilia hii iende? Hii ndio ilikuwa. Ni vile majangili walileta ingine. Ndio. Sasa hao majangili walipoleta ingine, hii meli ikakuwa attack. Mwenye naongoza hii meli si Mungu. Unaona? Sasa majangili walipo attack, na hiyo ni mtumishi amesoma testimonies. Dada White alionyeshwa a company. Alionyeshwa kikundi ambacho kinaingia wawili. Alafu akaenda kuwafungulia mlango. Sauti nyingine akamwambia hapana, usifungue kwanza. Hebu angalia hao ni nani wanakuja. Alipoenda kufungua kuangalia, akaona the company now was an appearance of a Catholic procession. Walikuwa ni Wakatoliki na walikuwa wanaingia wangapi? Wakasema hii nyumba tumeivamia ni yetu, maana hapa ndio tunaona unatuvamia. Na ni ukweli. Mmoja alikuja na msalaba na mwingine alikuja na ring, a cross and a ring. Ndio. Na ukisoma Selected Messages book 1 page 385. Dada White anasema vizuri. A company was presented before me under the name Seventh Day Adventist. Wanatumia hiyo jina. Si wa Sabato, lakini walidai kutumia hiyo jina. Who are advising that the banner or the sign that makes us a distinctive people should not be held out so strikingly. Na hiyo company walipokuja wale Wakatoliki wakaingia General fungua testimony for the church volume 4 uone General Conference makao makuu ya kanisa imegojeka, makanisa yote imegojeka, yote iko na ugonjwa na kusomea zaidi. Sasa walipoingia wawili wakaingia General Conference makao makuu ya kanisa, wakachukua wachungaji wote wakasema endeni kusome theolojia kwa makanisa ya Sunday ya Katoliki, mpaka leo ndio wanaenda kuja na ushahidi. Wako wengi mpaka huko Nairobi. Wengine tulikuwa kanisa moja ya kahawa ya SDA Sabato. Ati program ya saa 8 watumishi Kojeni, pastor wa division amekuja, sasa Kojeni amekuja kuleta matangazo ya kanisa kuu. Alafu akachukua mic akajisahau. Ati even my lecturer in the Catholic University was saying, na anasema na hata imshitui ati lecturer wake kwa wapi mwalimu wake anatuambia vile mwalimu wake alikuwa anasema huko Catholic University. Bado anasema ati huyo ni minister wa Mungu. Unataka kuniambia huyo ndiye atahubiri mtume malaika wa kwanza, wa pili na watatu kwa Katoliki? Ahubiri mtume malaika wa pili Babeli imeanguka. Uongo. Maheni wewe. Maheni. Soma hiyo. Testimonies walikuwa wamejitukia ni paragraph 4. Dikiregia wewe. Nasemaje? The great art of the work. Kazi kubwa, moyo wa kazi. Is art battle grave. And as the human art, kama vile ambavyo moyo wa mwanadamu throws into living current of blood into all parts of the body. Kama vile moyo wa mwanadamu una pump damu mwili mzima, so that the management at this place, ndivyo ilivyo management ya kazi ya Mungu kule battle grave. Sikia sasa. The headquarters of our church, the headquarters of our church, affect the whole body of believers. Inaathiri the whole body of believers. Endelea. If the physical heart is healthy, kama moyo wa kawaida wa mwanadamu iko na afya, the blood that is sent from it through the system is also healthy. Moyo wangu kama uko healthy, damu ambayo inatembea miguuni na kila mahali mwili yangu iko healthy. Sikia sasa. And if this fountain is impure, kama chemichemi iko na sumu, chemichemi iko na sumu,
The whole organism becomes diseased by the person of the vital fluid. So it is. Ndivyo ilivyo. It does. Na sisi wa Sabato. If the heart of the one becomes corrupt, kama moyo wa kazi General Conference umeasi, the whole church in its various branches and interests, kanisa lote na tawi zake zote, scattered abroad over the face of the earth, is suffer in consequence. Dunia yote mpaka mama Yamayo wanasafa, ndio naona wamechanganyikiwa, hawajui ujumbe. Wote wako na hiyo sumu, wamekula, kila mmoja amepewa. Wote. Kwa hiyo General Conference, Ted Wilson wakikaa kikao wapitishe mambo na ikasambaa dunia mzima. Leo wana preach lesson Sabbath school quarterly. Hizi ndio tunasoma kwa makanisa yetu. Na ukiangalia kabisa wale wameandika ni bishops, mapromas, watu wazani. Unataka kumwambia wazee watakata? Ati unajua baba nini mnatuambia? Dada wengi anasema moyo wa kanisa ukiwa ugonjwa. Yote hii makanisa yote dunia yote iko na ugonjwa huo. Kwa hiyo wasikia hapa ni watu ni wagonjwa hapa. Hapa tunalinda wagonjwa. Ndio naona misalaba inawekwa mahali matatu: kaburini, hospitalini na wapi mwingine? Ndio hospitali wagonjwa, kaburini maiti. Na sasa imewekwa juu ya kanisa. Inamaanisha wale wanaingia kwa wote ni wagonjwa na wamekufa kiroho. Ndio hapo. Na tutawaonyesha hiyo mtasti. Hiyo msalaba usione nimeangalia chini. Na tutakuonyesha iko kwa kiti ya Pope. Tutawaonyesha. Hiyo ni dasti. Na mkuje na mahali tunafunika hivi, tuna projectors. Tuanze kutafuta. Tunataka tukisema kitu tunaonyesha. Tukisema kitu tunaonyesha. Sasa leo hivi hatuwezi kukua na imani na yule ambaye alikuwa anaongoza yule Ruguri si alikuwa sitakuja hata na hiyo hotuba. Tutakuja nazo. Yule mwenye alikuwa anatawala division ya Eastern Central Africa iko hapa. Pastor Ruguri, si tutawekea watu na hiyo itakuwa muda wetu. Tutawaonyesha mapasta wote wako SDA chini ya General Conference ni watu wazade. Tawaonyesha hiyo. Wanangojea tu muda. Tofauti yao na watu wazade ni siku, ni muda wanangojea. Tutakuja tuwaonyeshe na watasema wewe. Mimi sitasema, tunataka wao waseme. Unaona Ruguri Gracious Ruguri anakuja anaambia watu, ni siku moja mtatafuta dume huko Nairobi, hamtaniona. Nitakuwa nimerudi bahari nilikuwa nimetoka. Tutawachezeshia, mtasikia vizuri. Mtasikia vizuri. Ndio viongozi wa Jesuit. Ni watu wa Sade na katika sababu zao wanaambia washiriki vizuri tu na hata hawabichi na hata hawana adabu. Tutakuja tuwaonyeshe. Wanasema siku moja mtatafuta dume, nyinyi wa Sabato mmekosa furaha ya Bwana. Kwa nini hamna furaha ya Bwana? Mmeatia furaha ya Bwana watu wa Sunday. Kwa nini hamchezi? Kama wewe tutakuchezeshea. Tutasikia vile watu wa Sunday wanahubiria wa Sabato. Ndio Ronald Dawati anasema kipindi cha mwisho mtumishi amesoma in large gatherings makambi in the open air. Hiyo ni mikutano ya injili. Ministers will urge upon the people SDAs the necessity of keeping the first day of the week. Ndio mashindano za corona mliambiwa mpange hata nyinyi live. Si mbaya hata sasa kuna digital ID. Pastor anaitwa nani? Tunaona mambo ya digital ID. Ni mkandiko ya makanisa ya uongo na serikali za uongo. Si sahihi kuleta digital ID sio? Sijuzi Ruto si alikusanya makanisa yote Kenya wakaenda State House. Nani walikuwa huko? SDA. Pastor Paul Ngwagi. Hata yeye kwa kisi ya SDA. Hata mimi tumeona digital ID iko sawa. Tutaambia washiriki wetu SDA iko sawa. Uongo ya! Uongo! Hii ni uongo, uongo hiyo. Kuja ni Thursday. Hiyo ni uongo. Kuja Thursday. Uongo hiyo. Na watu wa dunia wakina nani? Wakina nani hawa? Bill Gates. Si Bill Gates amekuja hapa Kenya juzi. Akaingia State House. Headlines ikasema nini? Bill Gates is pushing for digital ID in Kenya. Bill Gates ni nani? Bill Gates ni kazi wa Roma. Na wamekusanya makanisa yote, SDA iko hapo. Sasa wanatuambia hiyo kanisa ya mimi. Na wanauza washiriki kwa Roma. Sasa juzi wamepalisha watu wengi kwa makanisa. Mnatuma mashindano za corona. Sasa hii watu wametuma mashindano ya corona wanasema miaka 10 hakutakuwa hai. Kuja Thursday, tukuonyeshe uongo hiyo. Ni uongo. Ni uongo. Ni uongo. Wanasema kwa mitandao wale walituma miaka 10 ya ukai ama nimekwambia ukweli.
Tutakuja tuonyeshe. Tutakuja na videos. Muda wetu tutaonyesha Bill Gates anasema nini? SDA wanasema nini? Si wanasema ndio kanisa huu. Si walipewa ujumbe wapi? Si wameangukia. Si wameacha ujumbe wapi? Sasa hiyo wanapewa shiki wabaya nini? Si walitupa mashindano. Ngoja utaona shida. Sasa hii digital identity hiyo. Makanisa yote imeingia katika mchezo wa uongo wa mwisho. Wanadanganya dunia na wasabato domino hawa wanaosema ni kanisa. Ndio unaona leo nabii imesema na tunakuja hapa, tutoki hapa. Aze na tukuje mapema. Kama ni saa 2 ianze saa 2. Mkuwe na wana. Tuende ibada wana. Alafu hiyo ingine yote ile ni maswali. Unaulizwa unajibu. Na usiulizwe maembe unajibu machungwa. Hiyo ndio tunataka. Hii ni kanisa ya uongo. Wameondoa nembo ya Mungu. Wameleta nembo yao. Wameweka msalaba. Wakaweka the three wavy lines. Roho tatu za uchafu zilizofanana na biwa. Zikawa katika kinywa cha yule joka, mnyama, nabii wa uongo. Msalaba yao umeangalia chini. Inaendelea jehanamu. Yaani inaenda ikianguka. Nisikia mtu anasema, "Najua shetani yako na vita na kanisa ya Mungu." Waacha wewe. Shetani kanisa ya Mungu gani afanya vita nayo gani? Usoma Ufunuo 12:17. Revelation 12:17. Yule joka akamkasirikia huyo mwanamke. Akaenda zake kufanya vita juu ya wazao wake waliosalia. Kamata hiyo point, wale wanapigana na shetani. Biblia inasemaje? Wazishikao amri za Mungu. Na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Wako na ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo wale wanapigwa na shetani, ni wale wako na amri 10 na neno na ushuhuda wa Yesu. Tupime kama hawa wako na ushuhuda wa Yesu, situpime. Tupime nani wako na ushuhuda wa Yesu? Ushuhuda wa Yesu ni nini? Sinilo nabii. Sindio? Mama niwe na Uingereza. Fikiria hapa wewe. Fikiria. Rora hapa. Ushuhuda wa Yesu. Alikuwa anauliza who is this Ellen White? Amwambia ni profetess wa Mungu ambaye alitumiwa na Mungu tangu zamani kuonyesha kanisa la ukweli ni gani. Na mambo mengi, sio kanisa tu. Ile subject itafundishwa kwa wale ambao baada ya mjadala wale watabaki foundation ya kwanza inaitwa the spirit prophecy. Hiyo lazima ifundishwe watu waweze kuelewa roho unabii ni nini. Maana tuweze endelea na watu na vile unabii. Kwanza hiyo ndio foundation ya kwanza tutafundisha. Wanauliza hivyo kwa sababu wengi hawajakuwa kwa hii. Sisi tunataka tunajua Bible. Sawa. Asante. Iko hivi mama sikiza. Mtumishi, kwa lazima iweko msingi mzuri. Nafikiri mkutano ilisha tujuzi. Nafikiri hata mtumishi makao lazima akuje aweke msingi. Tutakuja tutafundisha hiyo, sio na wasiwasi. Katika Biblia roho nabii iko na kanisa vizazi vyote. Hiyo tusifundishe kwa sasa, wacha tupatiane muda tuifundishe baadaye. Hivi wacha nijenge hoja. Nisomee kitabu cha Yeremia 3. Mada ya leo ilikuwa ni kanisa la Mungu. Tunaendelea na mtaia tuache kanisa la Mungu. Na ndio naona sikiza hapa mama. Kama kuna historia unafaa kujua ni historia ya SDA Church. Ile ilianza ile iendelea. Hiyo historia wa sabato wengi hawana mpaka leo. Na historia hii ni ngumu. Maana watu wengi wakielewa watajua ukweli uko wapi. Na hii historia ina dini na vile ambavyo Mungu alijaribu kuonya viongozi na wasabato wakakataa. Sasa angalia mfano. Soma hiyo Yeremia 3. Mstari wake wa 3. Alafu nafikiri tunaenda bali pia. Maana nimeshakana kwa darasa kutana. Unaona hiyo tumishi. Manage time kwa sababu mama hapa na mtoto. Nimeshatangaza ni Thursday. Si ndio mzee? Si yeye hata tuongee kidogo tufunge. Watu waende kuja ndani. Sasa utakommunicate na sisi. Alafu mimi ningeomba kama wakati unakubaliana na mimi maana ya kuja. Si ndio? Simetangaza Thursday watu waende wakijiandaa. Ndio tusiongee pia sana. Si ndio? Tusome hiyo. Tusiongee pia sana. Alafu Thursday tukuje. Alafu pia tuwe tunaongea ukweli mzee. Nilisikia ukisema hapa ati
Upange vizuri. Kwani sisi tulikuwa hii mkutano ilipangwa? Si ni hao wazee walikuwa wanaitana? Mbona anakuja kugeuka hapa sasa? Sisi hatukupanga hii mkutano. Hii mkutano kwanza mlikuwa muifanye nyinyi na hawa kizili. Sisi tumewavamia. Ipo. Maana tuliwaambia wazee wanakuja na mimi sikujua ni wewe. Kidogo tu acha nimalize. Wacha tuachane na hiyo. Lakini ujue hiyo ni makosa. Usiseme mkutano kulipanga nyinyi na wazee ukuje kufundishe washiriki kama hatujui. Mkutano ulipangwa na wazee. Wacha niseme vile iko mimi sipokelei. Mimi najua hivi mzee. Hii mkutano ilipangwa sitakutaja maana sijui kama ulikuwa. Mkutano yenye ilipangwa hapa ilipangwa na huyu na wazee wa kanisa hapa. Wa hapa wacha nisikuweke hapo. Sasa hawa wacha nieleze vile naelewa vile niliandika. Sasa hawa wazee wa hapa wakasema wataleta wageni wafundishe washiriki warudi kanisani. Wale walihubiriwa na Dasa na Mutisia warudi kanisani. Sasa hiyo mkutano walipokuwa wanapanga hawa na wale walijua tutakuja kuwateka wote, tutawarudisha kanisani. Na kwa akili zao wakasema napata tu information bila nilipata lakini hiyo si hoja. Hiyo si hoja. Tumepanga lazima tuachane nayo. Wacha tuachane nayo tupange lazima. Tusianze kulaumiana. Sababu tukianza kulaumiana italeta mimi nilikuwa nasema ni mzee. Msio mnavamia makanisa ile tumefungua. Tuwe na utaratibu. Tena Bible ni mlivamia na tukawachukua huko. ambaye amevamia. Msio mnavamia. Tunakuwa na utaratibu. Gongo na namba yako nasema mtumishi fulani kuja pangeni. Hiyo ni utaratibu mzuri. Kama ile ya Bible tulikuja hapo kuja wazee nani? Unataka kutuvamia na mmoja tuambia. Na sisi ndio tumehubiri hapo. Kama mimi nikija nilijua mwalimu data hapo. Wapi huku? Leo. Nilijua nitapata leo. Mimi niliambiwa. Mimi ndio nimeita Dasha kutoka Naivasha. Hapa mimi niliambiwa. Sawa. Wacha nisome hivi tufunge mkutano. Sawa. Usiache maneno ambayo Jeremiah. Jeremiah 3:2 inasema inua macho yako ukatazame vilele vya milima. Inua macho yako ukatazame vilele vya milima. Ukaone. Hawa ni mahali ambapo hawakulala nao. Sasa shida ndio hiyo ambayo inakuja kukupa usikie. Kando ya njia. Wengine kuwatokea kama vile Mwarabu jangwani. Unaona? Alafu hao ni hapa wako na wote hapa. Sigeni. Kwa sababu ni moja. Wametia nchi unajisi kwa ukahaba wao. Unaona? Na kwa sababu hiyo majubi yamezuiliwa. Hiyo ndio shida ya wale watabaki chini ya mfumo wa General Conference. Wala hapatakuwa na mvua ya budi, hakutakuwa na mvua ya masika. Hata hivyo ulikuwa na kibali cha uso cha kahaba. Wamechukua mafundisho yote ya yule kahaba wa Revelation 17 Catholic. Sasa hakuna mvua ya masika. Ndio unasikia 10 days of prayer. Wanaomba tu. Mishumaa ndio zinawashwa hapo, leteni maombi yetu, andikeni kwa karatasi, zinawekwa kwa box. Alafu siku ya mwisho, yule mwenye anaongoza wiko prayer, anawakisha moto, anachoma shida za washiriki. Wewe. Kwa hiyo, hakutakuwa na mvua ya masika na wanajua. Hakuna latter rain chini ya mfumo wa General Conference. Reason ya kwanza, wameingiliana na mwanamke kahaba. Revelation 17 wamefanya mkataba. Wakati Israeli mfalme wa Israeli alikamatana na Jezebel, si ndio? Elijah alisema nini? Hapa hamtawahi ona mvua. Kuna mvua. Wakati Jezebel ameshikamana na viongozi wa SDA, hakuna mvua. Ndio naona Machi, Pathfinder, vitu za nje.